Shangilia ukiwa unaelewa. Mara nyingi sifa ya Mungu inayoleta maana ni ile sifa ambayo inaendana na ufahamu wa mtu. Ukimsifu Mungu bila kuwa na ufahamu, sifa ya Mungu inakuwa haijakamilika. Ni vizuri mtu kujua kwa nini anamsifu Mungu, kwa nini anamshukuru Mungu. La sivyo unaweza ukahisi pastor anafanya peke yake hapa, na unaweza ukamsikia mchungaji anasema asante Yesu, tunakushukuru. Sasa kwa sababu wewe inawezekana ni mgeni mwaliko, umealikwa, kwa hiyo unaona mchungaji anaposema Mungu tunakushukuru, umetuwezesha, tumefanya yale ambayo hatujawahi kuanza kufanya kwa akili zetu, kwa uwezo wetu. Wewe ukaona wao ndio wanamshukuru Mungu, mimi sofa ni mgeni tu, ni mwalikwa. So kama ni mgeni, fahamu ya kuwa mtu wa Mungu amekualika umshukuru Mungu pamoja naye. Bwana asifiwe sana. Amekualika umshukuru Mungu pamoja naye, kwamba mpaka hapa tumefika ni mkono wa Mungu umetusaidia. Bwana asifiwe sana. Sasa nikuchukue mbali kidogo kwa dakika chache tu. Mimi mwenyewe natakiwa kuwahi ibadani kuhubiri, kuna watu wananisubiri nikawahubirie saa hizi. Kwa hiyo sitakuchosha na maneno mengi. Huwa kwenye zamani nilikuwa namwangalia mtumishi wa Mungu wakati yuko kwenye kundi la Original Comedy, alikuwa anasemaga kauli yake ni sikuchoshe usinichoshe, twende tukaone. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tusichoshane, nikupe tu vitu vya kimungu vitakavyokusaidia kuleta Jumapili yako iwe na maana. Ili useme nilienda ile kanisa la Feel Free Church pale Mburahati, walikuwa wanazindua jengo lao na hiki ndicho nilichotoka nacho. Ili siku hii ya kwanza kabisa nyumba ya Mungu inapozinduliwa, utoke ukiwa una kitu ambacho utasema hivi, siku ile ya kwanza hiki ndicho nilichopokea. Nataka ufahamu kitu kimoja, mtu wa Mungu, wakati nakuletea ile neno la Mungu, nataka ujue jambo hili. Kwa muda mrefu, miaka mingi iliyopita, tulitarajia kuwaona wachungaji na watumishi wa Mungu ni watu wa aina fulani. Kwanza wawe wamechoka, wawe ni watu fulani hivi ambao hawasomeki, yani wawe ni watu fulani hivi ambao ukisema unaenda kwa mchungaji, wewe ndio unamsaidia mchungaji, wewe ndio unamtia moyo mchungaji. Lakini miaka ilivyozidi kusogea, kadri Mungu alivyoendelea kulisaidia kanisa kwa ujumla, nikisema kanisa sizungumzii jengo, nikisema kanisa nazungumzia mwili wa Kristo kwenye taifa. Kadri Mungu alivyoendelea kulisaidia kanisa na mwili wa Kristo kwenye taifa, akaanza kutafuta watu wa aina fulani, kwa sababu anayewaita watu kumtumikia Mungu, au anayewaita watu kwenye hii kazi ya uchungaji, au hii kazi ya utume, au hii kazi ya uaskofu, kwanza ni kazi. Biblia inaitwa kazi. Biblia inaita kazi. Biblia inasema mtu atakaye kazi ya uaskofu anataka kazi njema. Kwa hiyo tufahamu jambo moja, hii ni kazi. Na Biblia hiyo inazungumza, kwa sababu ya muda sitaki tupite kwenye maandiko mengi. Nikisema tupite hapa tutaondoka saa 7 usiku. Bwana asifiwe sana. Biblia hiyo inazungumza, inasema hivi, katika kila kazi imo faida. Kwa hiyo hakunaga kazi ya hasara. Sawa? Hakunaga kazi ya hasara. Narudia tena, hii inaitwa kazi ya Mungu. Inaitwa kazi ya Mungu. Na kwa kuwa inaitwa kazi ya Mungu, Biblia inasema kwenye kila kazi imo faida. Alright? Kwa hiyo ukiitwa kuifanya kazi ya Mungu, na ndani ya ufalme wa Mungu, kazi sio moja tu ya kuhubiri. Kazi sio moja tu. Biblia inasema aliwatoa wengine katika wale aliowaokoa. Kwa kwanza, kabla Mungu hajamuita mtu kwenye kazi yake, anawaokoa. Kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 anasema Mungu aliyowachagua tangu asili. Kwa hiyo kuna watu ambao tangu asili Mungu amewalenga kuwaokoa. Kwa hiyo hata tunapoenda mtaani kuwahubiria watu ambao ni walevi, wahuni, wazinzi, wakorofi, au watu ambao hawamjui Yesu bado, tunapotoka kwenda kuwahubiria huko, hatuendi kuwahubiria kama watu ambao tunaenda kubahatisha nani ataokolewa. It's very important to understand. Tunapotoka kwenda kufanya uinjilisti, au tunapoandaa makusanyiko, kwa mfano mimi huwa kwa neema ya Mungu, ninyi mlikuwa majirani zangu pale kia nikifanyaga mikesha, huwa naandaga mikesha Leaders Club au viwanja vya Posta pale. Lengo ni kuwavuna watu kwa Yesu, ni kuwaleta watu wamjue huyu Yesu.
wamjue Mungu tunayemhubiri. Sasa hata tunapokwenda kuwahubiria watu, hatuendi kama watu tunaenda kubahatisha. Tunaenda tukiwa tunajua kabisa, we understand kwamba Mungu anao watu aliowakadiria, anao watu aliowalenga, anao watu anaowataka. Hatuendi kwa kubahatisha. So fahamu ya kuwa hili kanisa lijajengwa Mburahati kwa kubahatisha. Hapa Mburahati kuna watu Mungu amewalenga, kuna watu Mungu amewakusudia, kuna watu Mungu amewataka. Lakini pia fahamu hivi, location inaweza ikawa Mburahati, lakini kwa kuwa tu liko Mburahati, Mungu anawezekana amemlenga mtu wa Marekani kabisa, lakini amemlenga locations. Unajua kwenye zile Google Maps unaweza ukawa umelenga, kwa mfano mimi mtumishi wa Mungu alinitumia location ya kuja mpaka kwa Mburahati. Kwa hiyo kadude kekundu kanakaa Mburahati, lakini huku kote nakaa blue, inakuonyesha unayoyapita mpaka ufike wapi? Mburahati. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lengo ni kale kekundu, tufike hapa Mburahati. Lakini ili tufike Mburahati, kuna mengi tunapitana nayo huko barabarani, tunayakusanya huko barabarani, tunaenda nao Mburahati mpaka mwisho wa siku yote tuliyokusanya, picha zote tulizozikusanya barabarani, uliyoona, kama uliona trafiki, kama ulikutana na jam, kama ulikutana na watu, kama ulikutana na ajali, kama ulikutana na hiki na hiki, vyote ulivyovikusanya vinaingia ndani ya ufahamu. Unafika navyo wapi? Mburahati. Kwamba nimefika Mburahati, lakini njiani Bwana niliona kitu fulani. Nimefika Mburahati, lakini njiani Bwana niliona kitu fulani. Kwa hiyo lengo laweza kuwa location ni Mburahati, jengo la Mungu likalengwa hapa. Lakini Mungu si ajabu analenga sio mtu wa Mburahati, analenga mtu atakaye kutana naye Kigogo, analenga mtu atakaye kuwa anakaa Ubungo, analenga mtu atakaye kuwa anakaa Mwenge, analenga mtu atakaye kuwa anakaa Tegeta. Wote hao Mungu anawakusanya na location yao anawapeleka sehemu moja. Bwana asifiwe. Kuna mahali naelekea. Sasa Mungu hajawahi kufanya kazi ya hasara. Mtu wa kwanza kufanya kazi ni Mungu mwenyewe. Mtu wa kwanza kufanya kazi yake ni Mungu mwenyewe. Fahamu, tunasema kazi hii ya utumishi wa Mungu ni kazi ya Mungu, inaitwa kazi ya Mungu. Sasa mfanyaji wa kazi ya Mungu wa kwanza ni yeye mwenyewe, aliyefanya kazi yake kwanza kwa kuumba. Na Biblia inatuambia, kwa wale wasomaji wa Biblia wanafahamu, Biblia inasema kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, anazungumza Mungu alifanya kazi siku 6 na ya 7 akapumzika. Mpaka anapumzika, maana yake kwanza alifanya kazi. Kwa maana yake siku hizi zote 6 kuna kazi ilifanyika. Na Biblia inasema kila wale wanasoma Biblia wanajua kila alipofanya, alipoumba, alipotengeneza, alipokuwa akisema, kila alipokuwa akisema anaumba, kila alipokuwa akisema anaumba, na kila alichokiumba, Biblia inasema kila alipomaliza kuumba jambo moja, anasema kila alichokuumba akaona ni chema. Kwa hiyo kazi alipoifanya, alipomaliza kuifanya ile kazi, akaiona ni njema. Akaumba siku ya kwanza, siku ya pili akafanya kazi tena, akaona ni njema. Siku ya tatu akafanya kazi tena, alifanya cha tatu, siku ya tatu akaona ni chema. Kwa hiyo all the 6 days Mungu alipoumba, kila alichokiumba ndani ya siku moja aliona ni chema. Kwa hiyo hakunaga kazi ya Mungu mbaya. Chochote unachokifanya kwenye kazi ya Mungu, outcome yake inatakiwa iitwe chema. Yani hiki alichokifanya ni kitu chema. Sasa naomba nikupe taarifa, mfanyaji wa kazi ya Mungu ni Mungu mwenyewe. Kwa kuwa Mungu alifanya kazi wa kwanza, kazi aliyokuwa akiifanya kubwa ni ya kuumba. Kwa hiyo fahamu hivi, kazi kubwa ya Mungu ambaye yeye ndiyo modo yetu, kwamba tukitaka tufanye kazi yake tunamwangalia yeye Mungu mwenye kazi. Kazi ya Mungu huwezi kujifunza kwa mtu. Kazi ya Mungu unajifunza kwake mwenye kazi. Na tunaona kazi yake kubwa aliyoifanya ni kuumba. Kwa hiyo fahamu hivi, kama hii ni kazi ya Mungu, kitu kikubwa kinachofanya hii kazi ni kuumba. Kuyaumba maisha ya watu yaliyoharibika, kuyaumba maisha ya watu yaliyopotea. Watu wamepoteza maisha yao, lakini hata kama mtu akija hapa akiwa amepoteza maisha yake, kazi atakayoikuta hapa inayaumba maisha yake kwa upya. Kwa hiyo kama wataingia watu humu ndani wamevunjika mioyo, kama wataingia humu ndani watu wamekata tamaa, kinachofanyika wakati mtumishi wa Mungu, kwa kuwa Mungu alifanya kazi yake kwa neno, na kazi aliyoifanya inaitwa kuumba. Kwa hiyo tunajua jambo moja, mahubiri na
maneno ya Mungu yatakayokuwa yanatoka kwenye madhabahu hii kuanzia leo hii, kuanzia dakika hii, kuanzia kwa mhubiri huyu wa kwanza. Umesikia ninachokisema hapo? Kuanzia kwa mhubiri huyu wa kwanza, maneno yote yatakayokuwa yanatoka, kuna kitu yataumba kwenye maisha ya mtu. Nasema kuna kitu yataumba kwenye maisha ya mtu. Haijalishi huyo mtu ameingia ameharibika kiasi gani. Kwa sababu Biblia inasema kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 3, anasema nchi, sura ya kwanza mstari wa kwanza, wa pili mpaka wa 3, anasema kwanza nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, alafu anasema na giza limejaa juu ya uso wa vilindi vya maji. Lile neno ukiwa Kiingereza anasema void, shapeless. Dunia yote kabla Mungu hajaiumba ilikuwa ni shapeless, ilikuwa ni ukiwa, ilikuwa haieleweki. Kwa hiyo hata mtu akija humu ndani kwenye kazi hii ya Mungu iliyofanyika hapa, akija maisha yake yako shapeless, yakiwa yako ukiwa, yakiwa yako hayaeleweki. Tunatarajia kwamba kutokea kwenye nyumba hii ya Mungu iliyojengwa hapa, mahali ambapo Mungu ameweka kazi yake, maisha yao yataumbwa. Yeye aliyekuja na maisha hayaeleweki yataumbwa, yatatengenezwa, yataimarishwa, na mwisho wa siku yale maisha yalionekana hayaeleweki, yaliyo mabovu, yataitwa maisha yaliyo mema au kitu kilicho chema. Ninatamka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, maisha ya mtu yoyote aliyewahi kuharibika, saa inakuja watu wataangalia maisha yako, watasema heri wewe mwenzangu, maisha yako ni mema. Na wakikuuliza swali, kwa nini maisha yako ni mema? Kuna mahali umeenda, kazi ya Mungu inafanyika, na ile kazi ya Mungu ikayaumba maisha yako yakawa mema. Vipi kuhusu biashara? Nimekuwa nikifanya biashara na zikawa hazieleweki. Siku mtu akija hapa kwa neno litakalohubiriwa kutoka kwenye madhabahu hii, hata kama biashara ni shapeless, haieleweki, maneno yatakayotoka hapa yataumba direction ya hiyo biashara, yataumba uhai wa hiyo biashara, yataumba kazi ya hiyo biashara. Vipi kama mtu amekuja ndoa yake haieleweki, iko shapeless, haisomeki, maneno yatakayotoka kwenye madhabahu hii katika jina la Yesu Kristo, haijalishi nani atasimama siku hiyo, awe ni bishop amesimama, awe mchungaji wa zamu amesimama, iwe ni kwaya inaimba, chochote kitakachofanyika, midhali umekanyaga hapa, maisha yako yaliyokuwa hayaeleweki yataumbwa. Sema yataumbwa. Na hatusubiri ibada zianze, yanaanza kuumbwa siku hii ya leo. Haleluya, haleluya. Sasa nikwambie jambo moja, kwa kuwa hii ni kazi ya Mungu, Mungu anaanza kukuonyesha yanayowezekana, yanayowezekana. Wenyeji wa Mburahati ukiwauliza hapa mwanzoni, hapa ili eneo, ninyi wenyewe mnajua, unaweza ukaangalia tu, unaweza ukaangalia tu mazingira. Ukiwauliza wenyeji wa Mburahati tangu asili kwamba ulitarajia siku moja kutakaa jengo zuri namna hii eneo hili, miaka let's say miaka 10 iliyopita, ukiwauliza watu wa Mburahati hapa kuna kitu kinaweza kutokea hapa cha namna hii, kinachovutia namna hii, gharama iliyowekwa hapa namna hii, so far pastor, hili jengo limegharimu kama shilingi ngapi mpaka sasa? Kama bilioni 3. Waza nyumba zilizozunguka hili eneo, alafu fikiri kwenye moyo wako, waza kwamba eti kuna siku bilioni 3 itakuja kukaa hapa. Fahamu hivi, kwa maneno haya, kanisa hili pastor lijakaa bahati mbaya hapa, limekaa kwa unabii kabisa, na huu ni unabii katika jina la Yesu. Hata kama umekuja hauna thamani, kiwanja hiki inawezekana wenye nyacho walikuwa hawajui nini kinaweza kutokea hapa, lakini imagine gharama ya bilioni, Mungu akubariki, gharama, na umemletea kitu cha kuweka hapa, gharama ya bilioni 3 iliyowekwa hapa. Iangalie bilioni 3 iliyolala hapa sofa. Hatujamaliza ujenzi. Unasikia bati linalia kule, natakiwa lirekebishwe. Nimeingia paka kule juu kwenye ofisi, vitu havijaisha, lakini sofa mpaka dakika hii imeanguka bilioni 3. Na mtu yoyote ambaye amewahi kujenga akiangalia sofa, unahisi kama pastor amekosea hesabu. Hii ni zaidi ya bilioni 3, kwa sababu hela unaiona ilivyokaa. Unasikia ninachokisema? Tafsiri yake ni nini? Hiki ni kitendo cha unabii. Unaweza ukahisi pastor ulikuwa na maono tu, kumbe Mungu alikuwa anakupa tafsiri ya unabii.
Sio mara zote tunapojenga vitu lengo la Mungu ni lile jengo. Wakati mwingine tunapojenga vitu lengo la Mungu ili macho ya watu yaone, yaseme hivi, kama mahali pale hapakuwa na thamani, pakawekewa thamani ya zaidi ya bilioni 3. Ninatamka kama mtumishi wa Bwana, yoyote atakayeingia humu ndani, hata kama alikuwa ni mtu asiye na thamani, kwa sababu umeingia kwenye eneo lililowekewa thamani, thamani yako inapanda, thamani yako inapanda, thamani yako inapanda. Ngoja tumalizie kabisa ujenzi huu, watu wa Mungu. Nawaambia watu wa Feel Free Church kwa jina la Yesu, kuna watu humu ndani katika jina la Yesu mlikuwa hamna kazi zinazoeleweka. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai, kazi zenu zitahama viwango, kwa kuwa mmemwamini Mungu mkamjengea Mungu. Naongea na wewe, nasema naongea na wewe, hili neno ni la kwako katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Maisha yako yanahama thamani. Sema maisha yangu yanahama thamani. Haleluya, haleluya. Mnaelewa ninachokisema? Mnaelewa ninachokisema? Pigie makofi mama yetu amekuja ibadani. Haleluya, barikiwe mama. Bwana asifiwe sana. Unaelewa ninachokisema? Sema thamani. Sema thamani. Nivue koti hapa kidogo nihubiri injili. Maana hapa unaweza ukaona umekaa mahali unashangaa tiles. Na pastor siku hii ya kwanza usishangae. Siku hii ya kwanza pastor usishangae ukaona watu waitikia amina. Wewe nihubiri injili. Pastor, wewe mwenyewe umesema kwamba mlipokuwa kanisa la mwanzo hamkuwa na tiles. Kwa hiyo usishangae ukiona watu waitikia amina. Bado watu wanashangaa mavitu hapa. Ngeukie ninakwambia usinishangae ukiniona nimenyamaza, bado unashangaa. Haleluya. Bado watu wanashangaa. Okay. Unajua kuna watu wengine wakimwambia hivi Masanja anajenga kanisa Mburahati, anawaza hiyo kanisa litakuwaje, alafu unafika unakuta mavioo yamekaa. Mavioo yamekaa kuanzia kule nje, gorofa kumenyanyuka namna hii. Unafika unaona mangazi, maviti, manini. Unasema okay. Mimi mwenyewe nimetumia dakika 5 wala nisiwadanganya. Nimefika hapa nimetumia kama dakika 15 hivi, nashangaa tu. Nasema okay. Mahali sehemu moja kwenye Biblia mtu mmoja aliwahi kuuliza, je, kitu chema chaweza kutokea Nazareti? Na sisi tunauliza, je, project ya bilioni 3 inaweza kutokea Mburahati? Kama inaweza kutokea Mburahati, naomba nikupe taarifa hii. Chochote chema unachokijua na unachodhania unaweza kukipata, chaweza kutokea kwa mtu wa aina yako aliyemkataa kabisa, waliyemdharau kabisa, asiyefaa kabisa. Sema kitu chema chaweza kutokea ndani yangu, chenye thamani. Naomba nikupe taarifa nyingine. Wangapi wanaamini vinywa vinaumba? Sasa mchungaji akwambia sema, haimaanishi unisaidie kuhubiri. Mimi ni mhubiri miaka 10. Kwa nikwambia sema, sihitaji uniambie mimi. Unasema unajiumbia wewe. Hauongei ili kunifurahisha au kunisapoti. Unajisemea wewe. Ndio maana mwisho wa siku mnaona watu wanafanikiwa. Wewe ukiambiwa kanuni za kufanya, hufanyi. Sema kitu chema kitatokea ndani yangu na kitapewa thamani. No, nasema sema, alafu akikuona umefanikiwa, wanasema yule Freemason, yule mwizi, yule anakula hela, yule jambazi. But kanuni hizi kama Mungu alivipata vitu vyote kwa kusema. Nimewaambia hapa, kazi ya Mungu ya kwanza tunajifunza kutoka kwake mwenyewe, na kazi yake ilikuwa ni uumbaji. Aliumbaje? Kwa kusema. Naomba nikupe taarifa, hili jengo sio matokeo tu ya fedha. Hili jengo ni matokeo ya kusema. Ni matokeo ya kusema. Ni matokeo ya kusema. Ni matokeo ya kusema. Alikuja Morogoro siku moja kunitembelea akiwa hana wazo la ujenzi. Nilikuta katikati ya project kubwa ya ujenzi. Akaniambia, pastor, kama wewe unajenga jengo kubwa namna hii na kaumbile kako ni kembamba hivyo, na mimi nakwenda kujenga. Ni matokeo ya kusema. Baada ya ibada hii ya leo, kuna watu mtajenga biashara zinazoeleweka, kazi zinazoeleweka, ndoa zinazoeleweka, maisha yanayoeleweka.
nyumba zinazoeleweka. Huwezi ukaweka sadaka yako kwenye ujenzi wa nyumba ya Mungu. Okay? Biblia inasema kila apandacho mtu ndicho anachovuna. Kama ninapanda kwenye ujenzi wa kanisa, nategemea kuvuna nini? Ujenzi. Inawezekana wewe ushajenga, ila unapanda kwenye ujenzi. Sio lazima uwe ujenzi wa nyumba. Unaweza kawa unapanda kwenye ujenzi wa nyumba ya Mungu, alafu unajikuta nyumba yako, ndoa yako inajengwa, biashara inajengwa, maisha yanajengwa. Kila kazi ya Mungu inayofanyika, kila kitu kinachofanyika kwenye nyumba ya Mungu, tunaposema unapanda kwenye nyumba ya Mungu, anasema kila anachopanda mtu ndicho anachovuna. Huwezi ukapanda kwenye ujenzi ukavuna kwenye maneno. Ukipanda kwenye ujenzi unavuna neema ya ujenzi. Sasa inawezekana wewe hutaki kujenga nyumba, wewe unataka kujenga biashara. Hiyo neema utaikuta humu ndani kwa jina la Yesu. Umeelewa ninachokisema? Tunapompelekea Mungu chochote kitu, iwe ni fedha, iwe ni sadaka, iwe ni maombi, anachompatia mtu ni neema. Ndio maana unasikia tunasema hivi, kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Mtu yoyote yule kwenye ufalme wa Mungu sio matokeo ya ujanja wake au akili zake. Mungu angesema ujengi, hata kama uko na bilioni 10 ujengi. Niwape historia moja. Nilikuwa namwambiaga pastor siku nyingi, akiwa kuja ananiambia, pastor, ngoma imetubana, kazi ile inatuchachafya, nasikia paka kukata tamaa. Namwambia pastor hivi, kujenga nyumba ya Mungu hafanyi kila mtu. Nawaambia hafanyi kila mtu. Sio kila mtu anajengaga nyumba ya Mungu, sio kila mtu. Mfalme Daudi mnayemsomaga kwenye Biblia alikuwa ni mfalme na hela anayo. Siku alipotaka kumjengea Mungu nyumba, Mungu akamkatalia. Kwa hiyo mtu ukimwona amejenga cha kimungu, maana yake kwanza sio issue ya hela. Kwanza Mungu amempa kibali cha kujenga. Kama ambavyo tunatafutaga building permit serikalini. Huwezi kujenga kwenye nchi hii. Ujenge kitu unataka kujenga hata kama una hela, you must have what we call government building permit. Your money doesn't matter. Doesn't matter how much you have, my friend. Haijalishi una shilingi ngapi, kama permit hujapewa, hutoboi. So cha kwanza ambacho mtu anayejenga anajenga kwa sababu ana permit. Na permit kwenye kibiblia kilokole tunaita kibali. Umeelewa ninachokisema? Kiswahili chenyewe kinakwambia permit maana yake ni kibali au ruhusa. Si ndio watu wa Mungu? Si ndio? Kibali tafsiri nyingine ni neema. Maana yake kwanza you have grace to build. Kama huna neema ya ujenzi, doesn't matter how much you have. I know what I'm talking about. Wako mapasta ambao wamekaa ni mapasta miaka mingi kwenye huduma na hela wanayo, ila wanafanya ibada kwenye kumbi. Building is about being permitted by God. Mungu akuruhusu kwanza. Na ukiona Mungu ameruhusu mtu kujenga, ukiona Mungu ameruhusu mtu kujenga, maana yake Mungu huyo mtu amemridhia. Sasa labda niliweke hivi, Mungu akimridhia mtu sio lazima wewe umridhie. Maana mtu anadhania kwamba mtu akiridhiwa na Mungu lazima watu wamridhie. Mungu akimkubali mtu sio lazima wewe umkubali. Yaani kwa kifupi ni hivi, Mungu akimtaka mtu au akimpenda mtu, maoni yako wewe hayahusu. Yaani wewe unaweza ukawa na maoni yako tofauti. Kwa mfano hapo unatamani labda angekuja mzee babu kuhubiri hapa, lakini Mungu amenipenda mimi. Haleluya. Na uzuri wa Mungu hakukuuliza swali kwamba ibada ya kwanza utakapofungua jengo nani aje. Mungu hakukuuliza swali, maana najua Mungu angekuuliza swali ungenikataa wewe. Na ili kujua kwamba ungenikataa mimi, sasa sitakiwi kutoka nyumbani kwangu kuamini kwamba nilistahili kuwa wa kwanza kuhubiri. Natakiwa kujua mimi nimepata neema, nimepata tu kibali. Kwa sababu kwenye vigezo simo. Mimi sio baba yake wa kiroho Masanja. Ana baba yake wa kiroho. Mimi mwana tu, mtu wake tu, anipenda tu.
Hii heshima hawapewi wa vijana kama sisi. Kwa hiyo kama nimepewa hii heshima, watu wa Mungu, jua hiki ni kibali kutoka kwa Bwana. Hii ni neema tu ya Mungu. Si kwamba mimi ni bora kuliko wengine, ni neema tu ya Mungu. Nao kama neema ya Mungu inaweza kumuinua mtu namna hii, ikamweka kwenye spotlight namna hii, siku maalum kama hii, huyu mtu anapata neema hii, siku maalum kama hii, niamini mimi, watu wa Mungu, neema iko hapa. Ninamuomba Mungu kwa jina la Yesu, same grace, neema hiyo hiyo ikakufanya ukae usipostahili kabisa, mahali ambapo vyeti vyako havitaki, mahali ambapo huna cheti cha kufanania hapo, mahali ambapo huna jina la kufanania hapo, watu wakashtuke ghafla wamekuona hapo mbele. Kuna watu wengine hata mnijui, hata mnielewi, mnashangaa nani yule pale mbele, mbona mwembamba hivyo, anaongea vitu gani hatu mwele. Mtu wa Mungu, wewe unanielewa, wewe unielewi, nimepata neema. Mwambie jirani yako, mwambie hata mimi. Msemeshe jirani yako basi, hata kama amenuna, mwambie hata mimi. Wewe unanielewa au hunielewi? Ndio mimi niliyepata neema. Sihitaji hata maoni yako. Kwa hiyo kujenga hii, maana yake huyu mtu Mungu amempa neema, amempa kibali, amempa permit, heavenly building permit ya kujenga. Kwa sababu kama Mungu asingetaka huyu ajenge, haijalishi kiwango cha fedha alichonacho, akajenga. Hiyo tuanzie yeye. Aina ya washirika, fuatilia kazi zao, vipato vyao, alafu angalia kilichojengwa. Ndipo utajua hatukujenga kwa sababu tulikuwa nazo mfukoni, ila